na nayo nyumba juu nitaingia na kuikaa, na nitasema Yesu asante kunipa hii, nilistahili. Maana nilipokuwa duniani nimepigana wewe, nimeshindana na ibilisi miaka yote. Nampa Mungu, si nitamwambia Mungu nilipe taji, nilipe. Niliteswa duniani kwa ajili yako. Yesu hata niona hili likichaa hili nililipe, kwa maana mimi ni kichaa. Moses Kulola. Moses Kulola alizaliwa tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 1930 katika mkoa wa Mwanza, mtoto wa 3 katika familia ya watoto. Moses Kulola aliitwa na Mungu kwa sauti yake mwaka 1946 katika siku yake ya kuzaliwa. Sauti hii ilikuwa ya tofauti na iliita mara 3 kwa nguvu. Katika wiki hiyo hiyo, Moses akiwa amelala usingizi, aliitwa kwa sauti kuu na yenye mamlaka zaidi, iliyomfanya kuamka na kutoka chumbani kwa sababu ya uoga. Mara tu baada ya matukio haya, Moses alianza kumpenda na kumfuata Mungu zaidi. Baada ya muda kidogo, Moses Kulola aliomba kuwa mwalimu wa kipindi cha dini katika shule yao Bwiru Boys huko Mwanza. Wamishonari walipompa ruhusa ya kufundisha, waliona kuwa ana kitu cha kimungu ndani yake, japo hakuweza kufundisha kwa ustadi mzuri sana. Baadaye alihitimu chuo alichokuwa anasoma na kuwa architecture, yani mchoraji wa majengo, barabara na madaraja. Katika ujenzi wa mradi wa barabara ya Mwanza kwenda Musoma, chini ya usimamizi wake hakikuibiwa kitu chochote, kwani Moses alibana matumizi kama alivyofanya rais wetu Magufuli katika utawala wake, lakini pia aliwafundisha wafanyakazi wake kuwa waaminifu na waadilifu. Katika awamu hii ya 5 chini ya uongozi wangu hakuna kuchezewa. Kuna jambo la kushangaza hapa ambalo vijana wengi wanataka kujifunza. Sikia. Sister mmoja aitwaye Florence alimpendekeza mwanamke ambaye angependa Moses amuoe. Katika ibada, Florence alimnyoshia kidole dada mmoja akimwambia Moses kuwa huyu ndiye mke wako. Moses alishangazwa na Sister Florence, lakini baadaye alimfuata ule mdada kisimani na kuongea naye. Lakini cha ajabu, alitupa ndoo chini kwa uoga na kukimbia akisema, kama unatamani tuongee basi njoo nyumbani. Sio kawaida kwa wanawake wa leo. Ila baadaye Moses alimuoa kwa kutoa mahari ya ng'ombe 10. Harusi ilikuwa simple sana. Haikuwa na sherehe yote isipokuwa kisani cha wali na mboga ambacho shemeji yake alikileta kwenye bakuli. Moses alikuwa na senti 30 tu mfukoni, ambayo haikutosha hata kukodi gari, maana maharusi hawa waliondoka kwa miguu. Hili ni somo kwa vijana tunaotamani kujiandaa sana kwa ajili ya sherehe moja ya harusi inayotuacha na madeni mengi. Alikuwa ni muumini wa kanisa la AIC la Kongoro na baadaye kufanywa kuwa mchungaji. Mwaka 1955 hadi 56, Moses alihudhuria mafundisho ya Biblia. Katika kipindi hicho Moses hakuridhika na uchungaji ndani ya huduma hiyo, kwani hawakuamini uinjilisti wa kutembea huku na kule kuhubiri injili ya wokovu, uponyaji, kukemea mapepo, kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. You want the peace and the joy that he can bring. Na unapenda sana kupata amani na furaha anavyoleta Yesu. Ndio bataile ni dayo na kikeno ya itanga na kahando hanga tika heki. Billy Graham. Mwaka 1959, mwinjilisti Billy Graham alikuja jijini Mwanza na kuhubiri Nyamagana Stadium, mkutano uliokusanya maelfu ya watu. Baada ya Moses kusikia injili ile na kuona maelfu ya watu yaliohudhuria, Moses alisema rohoni mwake, naitaka injili hii. Wakati Billy Graham anahubiri, Moses akiwa katika kiti cha mbele alinyoosha kidole chake kumwelekea Billy Graham akisema, Mungu nisaidie kuhubiri kama huyu. Moses hakuwahi kusikia injili kama ya Billy Graham, na tokea siku hiyo huduma yake ilibadilishwa na akaanza kuwa mwinjilisti kama
jinsi ambavyo Billy Graham alifanya. Baadaye Mungu alimuongoza Moses kuacha kazi aliyokuwa akifanya na kuanza kumtumikia yeye moja kwa moja. Maisha yake na familia yake kwa ujumla yalikuwa magumu sana. Kwa watoto, kukosa nguo, ada, chakula na mambo yanayofanana na hayo yalikuwa ni matukio ya kawaida. Moses Kulola alitembea kwa miguu baada ya kuiuza basikeli yake kwa kukosa chakula. Safari yake ya kwanza ikiwa ni ya Mwanza kwenda Shinyanga. Akahubiri siku 7 akilala mtoni chini ya mti. Katika mkutano huu waliokoka watu wawili tu, kwani mahudhurio yalikuwa ni madogo sana. Safari yake nyingine ilikuwa ni kutoka Mwanza kwenda Singida. Alitoka na suti moja ya kubadili, kirago na mkeka ambao alitandika mahali popote pa kulala. Hebu ngoja kidogo. Kwa kadiria hizi ni zaidi ya kilomita 1000. Inasemwa alikuwa akichora mpaka pale alipokuwa akilala, akiamuru mnyama yoyote asivuke mpaka huo. Na kweli wanyama wakali ukawa akimtazama usiku kucha bila kumdhuru. Ukiwa dunia mchawi atakukongoli. Kurumuka mwanangu. Sikiliza niseme habari njema. Kutokana na ugumu wa maisha, mwinjilisti huyu aliliombea shati lake lisichanike na nywele zake zisiote ili pesa yake itumike kwa ajili ya kutumikia Mungu. Shati hili aliliombea ili lisichanike na lilidumu kwa zaidi ya miaka 50 bila kuchakaa. Na hakika nywele zake hazikurefuka kiwango cha kunyolewa hata alipoondoka duniani. Many of you will be healed and you will be forgiven of your sins and converted even while I'm talking, before we ever pray. Wengine wenu mtaweza kuponywa hata na kusamehewa dhambi zenu wakati ambapo ninahubiri, hata kabla hatujaomba. Because he's here in his power right now. Kuna fundisho kubwa sana ambalo Moses alijifunza, lakini pia linatuhusu sisi leo. Baada ya dhiki na shida nyingi, mwinjilisti huyu alishauriwa na watu wengi kuomba msaada kwa wahubiri wakubwa wa Marekani kama Billy Graham, T.L. Osborne, Oral Roberts na wengineo. Hivyo Moses alichukua hatua na maamuzi ya kumwandikia barua T.L. Osborne ili kutaka msaada kutoka kwake. Baada ya kumwandikia mahangaiko yake, majibu ya T.L. Osborne yalimshangaza. Alimjibu, Moses, nitakupa msaada, isipokuwa nataka kutoa neno moja kwako. Ukipenda fuata, ukipenda unaweza usifuate. Hubiri injili nchini kwako, wafundisha watu wako kutoa. Watu wako watapeleka injili kwa njia ya mali zao, kisha baraka zote za Mungu na utukufu wote wa Mungu utabaki nchini Tanzania. Pesa ikitoka Marekani, baraka na utukufu wote utarudi Marekani na Marekani itazidi kubarikiwa. T.L. Osborne aliendelea kuandika akisema, je, upo tayari nikusaidie ili baraka zibaki Marekani? Au ufanye kama nilivyokufundisha na baraka zitabaki nchini kwako? Niambie. Moses alijisikia huzuni na kutubu, kwani alikumbuka kuwa Biblia inasema amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu. Mwinjilisti huyu aliendelea kuvumilia dhiki hata kutaka kujiua, kwani aliona maisha magumu ambayo watoto wake walipitia. Siku zile kembamba kadogo mno, Mungu alinijalia kufunga siku 300 kwa siku 365 za mwaka. Na yasema nilikotokea. Huu ni ushuhuda wangu, uenda huu usikite ili ujue wapi nimetoka. Kutokana na maelezo ya mwanae, Moses alikuwa akifunga siku 300 kati ya siku 365. Katika maombi yake, Moses alimwomba Mungu, kama ukitaka nikutumikie, naomba unionyeshe Jehanamu, Yerusalemu mpya, na uniambie pia nikutumikie kwa misingi gani. Katika agano lake na Mungu, Moses alipewa amri kadhaa na Mungu. 1, usiwe na miungu mingine zaidi yangu mimi, kwa sababu takalo lolote mimi Mungu nitalitenda. 2, usipende fedha. Mimi Mungu nitakupa fedha kwa hadhi
ya uhitaji wako. 3, ukifanya dhambi ya zinaa, mimi Mungu nitakukataa. 4, usijiinue, mimi Mungu nitakuinua. Katika maombi hayo Moses alimuomba Mungu, na mimi naomba usinitwae kabla hujanijulisha. Mungu akamwambia, utakaposimama na mimi Mungu nitakuwa ndani yako na wewe utakuwa ndani yangu. Mungu alimchukua katika maono na kumuonyesha mlango mkubwa sana na kumtaka aufungue. Alipojaribu kuufungua alishindwa. Akamwambia Mungu, nimeshindwa. Ndipo Mungu akasema, mlango huu unaufungua na hakuna mwingine awezaye kuufunga. Nenda ukanitumikie. Unapenda niseme? Napenda nikwambie? Hallelujah. Hili habari njema iletayo amani kwa waliokoka. Katika kuhubiri kwake, alihubiri katika wilaya zote za Tanzania na zaidi ya 90% ya vijiji Tanzania. Moses alianza kuhubiri Kijima, wilaya ya Jima, ambako watu waliokoka sana mpaka mchungaji, kiasi kwamba kanisa hilo la Katoliki lilipewa adhabu ya kutokushiriki sakramenti kwa miezi 3 na mchungaji wao alihamishwa. Mkutano mwingine ulikuwa Mwanza Nasa, ambako pia kanisa zima liliokoka. Uponyaji mkubwa sana ulitokea. Watu walishuhudia mapepo yakipiga kelele kwa mara ya kwanza, kama ilivyo katika kitabu cha Matendo sura ya 8. Na kuamuru kwa mamlaka ya Yesu aliyefufuka, utoke. Watu takribani 400 waliokoka. Kila mahali alipoenda Moses, mamia ya watu waliokoka. Watu waliendelea kuokoka baada ya kuziona ishara na ajabu mbalimbali katika mikutano hiyo. Moses Kulola alikuwa akihubiri Burundi. Watu walipanda juu ya nyumba za watu ili kuiona miujiza iliyokuwa ikitendeka, maana watu walikuwa ni wengi sana kiasi kwamba nyumba ziliporomoka chini. Watu wakaumia na kuletwa kuombewa tena, na bado miujiza ilizidi kutokea kwa wale watu walioumia. Makamanda wa jeshi nchini Kongo na hata nchi nyingine za Afrika waliamuru Moses Kulola kulindwa kila ajapo katika nchi zao. Moses Kulola aliendelea kuhubiri kwa nguvu nyingi. Asilimia kubwa ya walokole na wachungaji wao waliokoka katika mikutano hii. Unaweza kudhani kuwa mtu kama huyu anaweza akawa hana matatizo yoyote, lakini utashangazwa kufahamu kuwa hiki ndicho kilikuwa kipindi cha mateso makubwa katika utumishi wa mwinjilisti huyu. Kuanzia mwaka 70, mwinjilisti huyu alianza kupingwa na kuzuiliwa kuhubiri sehemu mbalimbali na viongozi wa dhehebu alilokuwepo. Miaka hiyo, mchungaji wa kanisa la Bugando alianguka katika dhambi na mshirika wake, kitendo kilichompelekea kusimamishwa huduma. Kwa kipindi cha mwaka mzima, Moses Kulola aliamriwa kubaki Bugando kulichunga lile kanisa kwa niaba ya mchungaji yule. Jambo lilokuwa ni gumu sana kwa mwinjilisti huyu ambaye alizoea kuzunguka huku na kule. Mwaka mzima alipewa amri ya kubaki Bugando bila kwenda kuhubiri mahali popote. Baada ya muda mchache, askofu wa dhehebu ambaye hakupatana kabisa na Moses kwa wakati huo alimleta shemeji yake kuwa mchungaji wa kanisa la Bugando. Mchungaji huyu mgeni alimchukia sana Moses kwa sababu ya uhusiano wake na askofu aliyemtuma. Vitimbi ambavyo vililetwa na mchungaji huyu vilimfanya mwinjilisti huyu maarufu kukaa nyuma ya kanisa katika ibada zote. Siku moja mchungaji alisema, kuna watu ambao mbinguni wamekataliwa na Mungu, wamejifanya watumishi wa Mungu. Kwa mfano mzee huyo akanipoint mimi, ninapomuona hata nasikia kicheko. Hebu simama mzee, nikasimama. Kwa nini hapa? Kanisa ndio kama ulivyosimama hivi, geuka nyuma uondoke.
Moses aliondoka, na hivyo ndivyo alivyofukuzwa kanisani. Japokuwa baadaye alirudi baada ya washirika wengi kulalamika. Mpaka 80 mwinjilisti huyu aliamriwa kuacha kuhubiri na kuamriwa kufungua kanisa, amri ambayo ilitokana na wivu uliokuwamo ndani ya viongozi mara baada ya kuona maelfu ya watu yanamiminika kwenye mikutano yake. Moses aliweza kuvumilia hayo yote, kwani aliamini kuwa kazi ambayo haina upinzani sio ya Mungu bali ni ya Shetani. Katikati ya vikwazo hivi, miaka hii ndio ilikuwa miaka yenye uamsho mkubwa. Makanisa mengi zaidi yalifunguliwa kutokana na mikutano ambayo Mungu alimjalia kuifanya. Alikamatwa na kutupwa gerezani, ambako huko aliteswa sana na kupigwa, mateso aliyompelekea baadaye kufanyiwa operation ya nyonga na kuwekewa nyonga bandia. Lakini baada ya kutoka, alifanikiwa kuhubiri miezi 2 tu baada ya kufanyiwa ile operation kubwa, ambayo kwa kawaida daktari husema kuwa mgonjwa atakayewahi kupona atapona kwa miezi 18. Mwana wa Mungu aliye juu lazima akuokoe. Wokovu, full stop, lazima upate wokovu. Bila wokovu lazima. Tofauti na watumishi wengi, Moses Kulola alitamani sana kutoa mali zake kwa ajili ya watu kuliko kupokea. Mara zote alitoa kila kitu alichonacho na kubaki na kidogo tu ambacho kitamtosha kwa wakati huo. Na mara nyingi alipokuwa akitoa, Mungu huleta mtu mwingine ambaye huja na kuihudumia familia yake na mahitaji yake yote. Moses hakuwahi kupokea sadaka yoyote ya mtu kwa kigezo cha maombi. Kama ilivyoandikwa, umepewa bure, toeni bure. Moses alifanya maombezi bure bila kuchukua hela ya mtu, na hata alipopewa pesa alikataa. Hii ni ngumu sana kwa wahubiri wa leo. Moses aliondoka dhehebu alilokuwako. Mwinjilisti huyu alifuatwa na wachungaji wasiopungua 100. Lakini baada ya Moses Kulola kufariki mwaka 2013, aliacha wachungaji zaidi ya 6,000, makanisa ya EAGT zaidi ya 5,000, huku asilimia kubwa ya makanisa hayo yakiwa na watu zaidi ya 2,000. Jambo la kushangaza kwa mtu aliyekuwa na ushawishi kama yeye, aliyefahamiana na matajiri wakubwa, baada ya kufariki akaunti yake ya benki ilikutwa na shilingi 200,000 tu. Kweli bila shaka lolote alikuwa ni mtu asiyependa mali kabisa, na alimtumikia Mungu kwa moyo wake wote.